Alhamdulillah rabbil alamin, nashukuru Mungu. So unajua mwanangu, siku ya leo ni siku nzuri na yenye furaha kwa upande wangu. Sijui wewe. Sababu nashukuru bwana, hii siku kwa mara hii imekuja vizuri. Shanifahamu eh? Sasa hapo inabidi kwamba uweke yale mambo yangu kakasida nzuri ambayo itakaonifurahisha nikaserebuka. Yaani kwa hiyo unazungumzia kigongo. Unataka kigongo, sio? Ndio. Yaani na furaha zako zote unataka kigongo. Kwani wewe hizo furaha zako usiende kumsikitini tukaswali? Raka mbili tu rafiki yangu. Hatuwezi tukaenda na makanzu haya hivi tulio. Hebu angalia. Jana nini? Jana kwenda cha. Sasa nisikilize. Mikanzu inuka wage. Mimi sendi hivi. Sasa unapambana na hali yangu, utafanya nini? Nitafanya nini napambana na hali yangu? Hatuwezi tukaenda hivi masjidi. Sasa unataka tuende vipi? Sasa haiwezekani. Mimi masjidi bila kupendeza nikavaa nguo nzuri leo siku ya Eid, siku ya sikukuu, kama sijapendeza mimi masjidi sendi, kwa sababu kule kuna Islamu wenzetu shehe wangu. Alafu istoshe Mwenyezi Mungu mpaka kwenye swala la Qur'ani huku kwenye hadithi kasema vipi? Al-Islamu nadhifu, Uislamu ni usafi, fala tatanadhafu, basi jisafisheni. Kwa hiyo tutaendaje hivi masjidi tukiwa na mimi niko msafi kama hivi? Na mimi niko msafi. Sheikh wewe unanipotosha. Sasa nakupotosha vipi na leo Eid inatakiwa Eid mtu akaswali. Mtu akaswali lakini akiwa nadhifu amependeza. Kwani hivi hajapendeza? Hajapendeza? Unaenda kupendeza vipi masjidi hivi? Unaenda kupendeza vipi? Mbona unakuwa mkaidi wewe? Mimi nataka kwamba nipendeze, at least kwamba nikienda kule masjidi niwe nadhifu, niwe safi, hata nikitia udhu unaingia. Hebu fikiria hizi nguo zetu tuna siku ngapi tujazifua toba ya Rabbi. Sasa unataka yaani wewe hata kama hujafua hoja nini, sisi ndio maskini wetu tunapambana hapo hapo. Tunapambana hapo hapo. Sikiza nikwambia kitu kimoja. Tunapoingia masjidi kule kuna Waislamu wenzetu. Tunapoenda na mavazi kama haya nanuka, ni jasho tafrani. Mtu mpaka tuna watu Waislamu wote tuone kwamba sisi tumeenda kufanya mauzi, haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani vipi babu? Hapo twende msikitini tunachelewa sala yenyewe mbili. Haiwezekani, mimi sendi. Mimi sendi. Lazima tuende, lazima tuende. Tupendeze hizo pesa ziko wapi? Tupendeza hayo nini sasa? Tupendeza kwa mashehe. Brother Amak. Mimi nimekwambia chombo hicho hapo sasa. Bora ulipokuja brother Amak bora. Sheikh wangu na midevu yake limekaa hapa, nataka nichukue mimi tuende masjid kule na hivi tulivyo na makanzu haya. Wewe pambana na hali yako. Mpaka hiyo aya nimempa hadithi. Baya gani? Kuna baya gani? Toa fatwa jua hili swala. Lakini hizi kanzu shekhe kwa kuendea msikitini siku kama ya leo, siku ya Eid, inakuwa haipendezi kwa sababu sio kanzu ambazo zipo nadhifu. Sawa, kwa muonekano zinaonekana ni kanzu ambazo hazipo nadhifu. Sasa kwa nini msitafute kanzu ambazo ni nzuri mkenda nazo masjidi? Shida sasa sisi tunapambana na maskini wetu. Huyu bwana mkubwa uwezo wa kununua leo kanzu hana. Ile kanzu kulinunua hana. Ndio tukasema hapa na sisi kwa nini tujumuika na zetu? Nisikilize. Nimekwambia hivi. Suluhisho la haya matatizo ni brother Amak. Ushanifahamu eh? Kwa hiyo yeye huyu ikiwa amejitolea kutusaidia sisi, ushanifahamu? Anapamba. Kwa hiyo mpaka ameshakwambia hivyo ni kwamba kajitolea. Atatupeleka mpaka dukani kwake, atatupamba vizuri, tutapendeza. Na sisi badala ya kupendeza tutaelekea huko masjid ambapo unataka twende. Kwa hiyo unataka kuniambia ile madia kufunga yale ndo ana huyu. Kila kitu. Basi tuone sasa nini sasa. Sasa mambo hayo rafiki yangu. Napenda msereleko. Hamna. Bado kidogo nikupigie simu shaka wangu. Hamna. Tumeenda unafanya masara tena kwa kupendeza. Mavazi mazuri vema tukajivalia, lengo ni sururi. Yaani leo. Asante sana bwana. Allah kubariki, akuongezee katika mambo yako. Na wangu mkono. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Sasa shekhe wangu hapa tunaweza tukatoka mguu mosi, mguu pili mpaka masjid. Hapa si msikitini hivyo. Tukalala tukafanya chochote tunachotaka. Hapa si msikitini hivyo. Hata nikalala nayo leo hana niko razi. Kwa nilivyopendeza, hata nikalala nayo niko razi kabisa. Kwa mimi sijui mwenzangu. Sitaki tugombane kuhusiana na masuala madogo kwa sababu brother Amak yuko vizuri kwenye haya masuala. Nakubali. Mpaka kukuweka sawa wewe na kuniweka sawa mimi, yeye mwenyewe ana uhakika kwamba sote tumependeza. Lakini juhudi zake zimefanya kwamba sisi tumependeza. Nashukuru bwana kwamba tumefika hapa. Brother Amak, hebu ongea chochote kitu. Mimi cha kuna nini cha kuzungumza kwamba tumeonesha vipaji vyetu, sawa Ndio. Tumeonesha jinsi ambavyo tunaweza kupamba maharusi,
Kwa hiyo watu wenyewe wameona. Ndio. Sawa Kwa hiyo tutawawekea namba pale kwa ajili ya kututafuta ili mambo mengine yaendelee. Sawa. Bwana, Brother Amak ndo suluhisho la haya matatizo. Kwa yote ambaye mwenye harusi, mwenye maulidi, mwenye shughuli, basi karibu sana. Onana na Brother Amak ili upate huduma tofauti. Kuna mambo mawili nimeyasahau. Kuna wahebi baste, kuna wanaotaka kwenda pia na Idi kama sisi. Sasa pia wote hapa tunaweza kwenda popote kama kwenda kuswali Idi, tukakae pale msikitini ndani tulale umo inshallah. Yaani unazungumzia kwenda. Unazungumzia kwenda. Jinsi nilivyopendeza, nilipokufunika, nilipopendeza zaidi yako. Asante. Hata mimi nataka comment kwanza. Huyu ndo alotufunga malemba. Katika mimi na huyu bwana mimi naliji naye. Hapo kwenye comment wachane napo. Kwa hiyo una ring. Mimi sitaki comment, no comment no, kwa sababu mimi nishajiona. No comment. Nishajiona kwamba mimi nimependeza. No comment. Brother Amak, asante sana brother. Yaani mimi huo leo nilale nazo. Msiniambie lolote. Kwa hilo.